Yaani ndo kwanza najaribu kuweka mahusiano yangu sawa na baba. Wewe naye unatokea ukitaka mali. Nini na wewe? Unataka nini? John, nimesikia majibizano kati yako wewe na mama yako. Unawezaje kumlaumu ikiwa anafanya yote haya kwa faida yako? Unasahau kipindi ambacho mama yako alikuwa anakosa ada. Anakuja nyumbani kumuomba baba akulipia ada. Unasahau hilo? Leo tunazama ndani ya kisa kizito kutoka chaneli ya Sandra Official kwenye simulizi ya Love Me Again, sehemu ya 95. Hii si simulizi ya kawaida, ni mchanganyiko wa usaliti, tamaa ya mali na maumivu ya familia yanayopasua moyo. Simulizi kamili, Love Me Again, episode 95. Hali ya hewa inachafuka ghafla pale Semeni anaporudi kwenye mjengo wa Mr. Tano, lakini safari hii harudi kinyonge. Anakuja akiwa na mwanasheria wake na msimamo usiotikisika. Anataka talaka, lakini si talaka tupu. Anadai 80% ya mali zote, kuanzia kampuni, magari hadi viwanja. Kwake yeye amekuwa kama kivuli cha Mr. Tano kwa miaka yote, na sasa anahisi ni wakati wa kuvuna alichopanda, akidai kuwa kisheria ana haki ya kulipwa fidia kwa kutelekezwa kwa muda mrefu bila matunzo. Mr. Tano akiwa na mshtuko na hasira anampinga mwanamke huyo mchana kweupe. Anakumbusha kuwa utajiri wake haukutokana na nguvu ya Semeni, bali ulikuwa ni msingi aliopewa na mama yake Sandra kule kijijini. Mvutano unakuwa mkali, huku mwanasheria akisisitiza kuwa mahakama inaweza kumpa Semeni kipaumbele kutokana na makosa ya kutelekezwa kwa ndoa. Upande wa pili, Sandra anapandwa na mori kusikia mwanamke aliyemsaliti baba yake kwa kumletea mtoto wa nje sasa anataka kuondoka na utajiri wa familia. Anahoji ujasiri wa Semeni unapotokea, akijua wazi siri za usaliti wake zimeshajulikana. Lakini unyama wa kweli unapangwa gizani. Semeni anashirikiana na Suzy, wakicheka na kupanga jinsi ya kumtikisa Mr. Tano mpaka akubali yaishe. Wanapanga hata kumtumia ndugu yake Sandra ili kuchochea chuki kati ya baba na binti yake, lengo likiwa ni kudhoofisha ngome ya Mr. Tano. Katikati ya dhuruba hii, John anajikuta kwenye njia panda. Anamkabili mama yake kwa uchungu, akimwambia wazi kuwa ameweka tamaa mbele ya utu. John anashindwa kuelewa ni vipi mama yake anaweza kudai mali za mwanamume aliyemfanyia hisani ya kumlea yeye, John, kama mwanawe wa damu, huku akijua ukweli. Licha ya Semeni kujitetea kuwa alifanya yote kwa ajili ya mustakabali wa John, kijana huyo anasimama upande wa Mr. Tano, akiahidi kumlinda baba huyo na kuzuia hila za mama yake. Nyumba inatetemeka, siri zinavuja na vita ya mali ndiyo kwanza inaanza.